ing'orita Ma TV amu ena kuwa ofisa wake wa kuangalia masuala ya serikali kuu katika bonde la Ufa, na kwa ile support ambaye amenipa kwa ile miaka miwili na nusu ambayo nimekuwa hapa. Sio rahisi kupata support ya rais wa nchi kwa masuala tofauti yakifanyika na kipiga simu anapatikana, na amekuwa wa karibu sana. Kama ofisa wa nyanjani ukipata support ya aina hiyo, pia unafanya kazi kwa nguvu, ukijua kwamba wale ambao wamekutuma kuja kufanya kazi they have your back. Ningependa pia kumshukuru waziri wetu, waziri Dr. Fred Matiang'i, ambaye pia amekuwa karibu, amekuwa mshauri, na pia amekuwa kupatikana kwa urahisi sana. Kama kuna jambo wakati wote, mchana ama usiku, kimtafuta utampata. Na mnajua bonde la Ufa liko na mambo mengi, mara nyingi ushauri unahitajika. Ningependa pia kuchukua nafasi kumshukuru pia kwa moyo wa dhati kabisa our principal secretary Dr. Karanja Kibicho. Amekuwa pia mshauri wa karibu, ambaye pia ni immediate supervisor wangu. Mambo mengi sana ambayo tumekuwa tunafanya katika bonde la Ufa, masuala ya usalama, tumekuwa pia tunawashiliana kwa karibu sana. Na pia niwashukuru wale maofisa wengine ambao wanasimamia idara mbalimbali za usalama, aswa Inspector General wa polisi pia ambaye tumekuwa karibu na yeye, DCI Director George Kinoti ambaye tumekuwa tumefanya kazi kwa karibu. Hakuja kuwa na any barriers. Kama kuna jambo lolote kuhusu management ya usalama, wamekuwa karibu sana na nashukuru sana. Ningependa pia kuwashukuru wenzangu ambao mnawaona hapa, county commissioners. Hatungefaulu ile kazi ambayo tumefanya kama wangekuwa ni wazembe. Hawa maofisa ambao wako hapa, kila mmoja wao amejukumika sana katika county yake. Mnajua Rift Valley iko na 14 counties, na wamefanya kazi vizuri sana. Tumekuwa tukifanya kazi kwa heshima kabisa, tuna consult, imekuwa ni team. Hata kama majority wao wengi karibu wote wa umri wananishinda, labda ni Rosemary tu, labda ni Susan ile wa Bomet, labda ndio my age mate. Lakini hiyo haijakuwa labda ni kikwazo, hapana. Tumekuwa ni maofisa, tunafanya kazi vile inatakikana, na ndiposa mnaona bonde la Ufa linakaa hivi. Na pia wafanyikazi wengine wa serikali ambao tumekuwa tunafanya nao idara mbalimbali, mnajua jukumu letu kama maofisa wa interior, tuna coordinate all other departments. Sijapata shida yote na maofisa wengine, hasa katika management ya miradi ya kitaifa na masuala mengine ambayo yanahusu idara zile zingine. Kama mwananchi anakuja kwa ofisi yangu hapo na swala ambalo linahusu barabara, ambalo linahusu mambo mengine idara zingine, wale maofisa wamekuwa karibu sana, wamekuwa very cooperative, wamejitolea kuwafanyia kazi wananchi, na ningependa kushukuru kabisa. Pia ningependa kushukuru familia yangu, bibi yangu na watoto wangu watatu, na washukuru. Hii kazi yetu mara nyingi tuonekane nyumbani hivi. Mimi najua hata county commissioners wengine wamekaa miezi 3-4 hawajaenda nyumbani. Bonde la Ufa sio mara kila saa uko nyumbani. Mara nyingi unaweza kupata nafasi ya kwenda nyumbani, kufika baada ya nyumbani, barabarani kitu kinafanyika, unarudi. Lakini wamekuwa watu wa kustahimili, na mimi nimeshukuru sana. We don't take it for granted. Mara nyingi familia zetu kama watawala zinaumia kwa sababu ile kazi ambayo tunafanya is basically 24/7. Usipokuwa na watu ambao wanakuelewa, utapata matatizo makubwa sana. So tunashukuru sana. Hii safari imekuwa ndefu. Nilianza kazi mwaka wa 1996. Nikija kwa hiyo ofisi yenyewe nilipokea barua yangu hapa kwa PC nikiwa dio, na nikapelekwa kule upande wa Kilgoris. Nikaenda nikapata wenzangu kule. Nikapenda tu kushukuru hao maofisa ambao walinikaribisha kule mara ya kwanza. Wale madio walikuwa karibu 4 hivi. Mmoja anaitwa Lotiacha Kipkech, mwingine anaitwa Norbert Jara Komora, mwingine anaitwa Fred Mbithi, mwingine anaitwa Gideon Sirai, na yule wa mwisho anaitwa Ada Omondi Bunde. Wawili wamestaafu, wengine ni ma-DC ambao wanaendelea pia kuhudumia taifa hili. Nimehudumu kama dio katika sehemu mbalimbali za Kenya, alafu baadaye nikaenda kuwa PA
waziri John Michuki wakati alikuwa anasimamia masuala ya utawala na pia katika masuala ya usalama katika taifa la Kenya kuanzia mwaka wa 2005 mpaka mwaka wa 2008 baada ya post election violence nikatoka pale. Na just to mention, wakati nilikuwa na mzee John Michuki, kuna mambo mengi sana ambayo nilijifunza kwake, haswa mambo ya utendaji kazi. Tulikuwa tunaingia kwa ofisi mapema sana. Alikuwa mzee lakini alikuwa mtu wa kwanza kuingia kwa ofisi, na tulikuwa tunafanya kazi mpaka usiku. Saa 3 ndio tunatoka kwa ofisi, na ilikuwa throughout. Zile circulars zilikuwa tunatoka katika ofisi, those press statements, wakati huo mimi ndio nilikuwa naziandika. Na yule mzee alikuwa hata kama ameweka koma mahali ambapo hapastahili ana correct. Alikuwa mtu ambaye alikuwa very particular, alikuwa mtu ambaye alikuwa ameweka discipline, na katika huduma ya afya ya umma alikuwa ameweka masuala ya wananchi mbele sana. Na mambo mengi sana ambayo nilijifunza kwake yamenisaidia mpaka sasa. Mambo ya kusema uongo, mheshimiwa Michuki hakuwa anajua. He didn't know. Hata kama maisha yake ilikuwa inategemea yeye kudanganya, hangeweza kutamka neno la uongo. Maana alikuwa anasema kwamba kusema uongo ni utoto. Na kwa hivyo nilijifunza mambo mengi kwake. Alikuwa mzee miaka yangu na yake, mimi nilikuwa kama umri wake ilikuwa ni nusu yangu, ilikuwa nusu yake, lakini tulikuwa na ile rapport ambayo ilikuwa kubwa sana. Actually kulifika mahali katika hiyo ofisi yote mimi nilikuwa ningeandika kitu, ikiwa ni memo ama speech, Michuki assign bila kusoma. The only one alikuwa ameniamini kiasi hiyo, na mimi nashukuru sana, maana nilijifunza mambo mengi sana, mambo ya kukua firm na kutoleta mzaha katika masuala ya umma. Mimi nilijifunza kwake, na ni mtu ambaye alikuwa anafanya watu wote wana believe mambo ya wana belong, mambo ya ukabila ya hakuwa anajua. Kulikuwa na wengine wananungunika, mbona huyu jamaa ametoka sehemu zingine, mbona PA, mbona Westba, watu wakitoka nyumbani huyu jamaa ajue lugha ya huko. Hizo vitu ya kutilia maanani. Jamaa walikuwa wanaletwa wanakaa kidogo wanaenda tu. Kwa vile kazi ilikuwa inafanyika hapa, ilikuwa nataka bila mtu ambaye anajitolea. Kwa hivyo nashukuru sana ile miaka karibu 3 nilikuwa PA wake, nashukuru. Na baadaye pia nikapelekwa kuwa DC kule Murang'a. Wakati nilitoka kuwa PA nikaenda kuwa DC kule Murang'a, na kule pia tukafanya kazi. Nikatoka pale kuja Kamkunji kule Nairobi pia kama DC, alafu baadaye nikaenda kuwa county commissioner kule Isiolo, na baadaye Narok. So nikitoka Narok ndio nikaja hapa, tumefanya kazi kuanzia 2019 mpaka sasa. Kuna mambo machache tu ambayo mimi mwenyewe ningependa tu highlight, kama labda yale zile achievements. In brief ni nyingi, lakini ningependa tu kuguzia kidogo. Nikiwa kule Murang'a kulikuwa na ile organized vile vikundi vya vijana ambao walikuwa wanahangaisha watu, walikuwa wanaitwa Mungiki. Nikienda kule Murang'a mwaka wa 2008, Murang'a ilikuwa ni himaya ya Mungiki. Watu walikuwa hata wakai nyumbani, na tukasema kwamba tutafanya kazi tumalize haya maneno, na tulifanya kazi pamoja na wananchi na tukamaliza Mungiki. Watu wakaanza kuishi nyumbani, watu wakosa kuwa na wasiwasi. Hiyo mambo ya extortion kwa matatu tukaimaliza just by being firm, na kutokubali mchezo katika kazi, na ukisha kwamba wale ambao wamepewa majukumu kadhaa ya kufanya wanayafanya yale majukumu. Maana hakuna haja umeenda mahali kama ofisa wa usalama alafu wananchi wanalia na wewe DC pia unalia, nyinyi wote mnalalamika tu. Ni kama hakuna yule anaweza kumsaidia mwingine. Yetu tusema hapana, hakuna stop, na tukasema kwamba kama serikali sisi ni watu wa kudhibiti sheria, kuweka utengamano na usalama. Wale wengine walikuwa ni tisho kwa hiyo usalama. Tukasema kwamba basi hiyo Murang'a mimi na Mungiki hatuwezi toshea hapo ndani, lazima mmoja ahame. Na mimi sikuhama, kwa hivyo mnajua ni nani alihama. Na pia kulikuwa na mambo ya pombe. Mnajua Murang'a pombe, Murang'a I think the only county ambayo mama walikuwa wanafanya maandamano kwa sababu wanaume hawakuweko. Ulikuwa unatembea Murang'a nzima huwezi pata hata mama mjamzito hata mmoja, kwa sababu jamaa walikuwa wamepotelea kwa pombe, vijana wanalala kwa mitaro. Lakini uzuri tukapata ile inaitwa Mutudho law na tukaimplement to the letter. Clean up hiyo mahali pombe ikakwisha, tukishirikiana na wananchi. Wakati tulikuwa kule Kamkunji pia, nikija Kamkunji wakati huo ndio mambo ya Al-Shabaab ilikuwa imeanza, na jamaa walikuwa wanatupa vilipuzi, hiyo IEDs every Friday mlikuwa mnaona kwa mabaa watu wanauawa kule.
lakini tukashikana na wananchi wa Eastleigh kule, tukakubaliana kwamba Eastleigh ni town ambayo iko na watu wengi sana hata kutoka Somalia. So many people wamekuja kuinvest pale, wengine wametorokea vita. Hatuwezi kubali mahali umetorokea pia hifadhi yenu pia ikuwe ni ngome ya wale watu ambao walifanya mkatoroka kule nyumbani. Na tukaambia wananchi kikuwa namna hiyo, sasa kama tutapata mtu ambaye anapeana hifadhi kwa criminals, yeye pia atapandishwa ndege na rudi kule waenda kwa paka. Maana kama anapenda wale jamaa aenda akae nao kula cross. Na watu wakaelewa na wakasikia kabisa hiyo mambo. By the time nilikuwa natoka kule Kampunji ilikuwa imeisha. Kule Isiolo kulikuwa na banditry, wizi wa mifugo ambayo ilikuwa ni mbaya sana. In fact sijawahi kuona wizi wa mifugo ambayo uko aina hiyo, kwa sababu ng'ombe ile ilikuwa inaibwa, ukiambiwa the numbers, ng'ombe 800, ng'ombe 2000 imeibwa, na inaibwa mkijaribu kufuata enda pande hii, wala ambao wameibiwa pia wamekuja pande hii wameiba. So unashangaa utafuata gani? Hawa wanalalamika, hawa wanalalamika. Lakini tukaweka mguu chini na tukasema kwamba tutamaliza haya maneno, tukapambana na huo wizi wa mifugo. Tukafanya mikutano na jamii wa Samburu kule na Waturkana, Waborana na Wasomali. Tukafanya mikutano na tukaingiza watu wa NPR wakatusaidia kufanya kazi. Na by the time tulikuwa tunaondoka kulikuwa na wizi ndio, lakini ilikuwa imepunguka sana. Shambi naona anatingiza kichwa, maana alikuja baada yangu, najua alipewa hiyo story. Ile kazi tulifanya na tukamaliza haya maneno, karudi chini, ikakuwa ile wizi kidogo, mbuzi 2, mbuzi 3, lakini ile massive ati watu wanakuja wanavamia kijiji na kuchoma kijiji kizima na kubeba mifugo yote, haya maneno tulimaliza, na mimi najivunia sana hiyo achievement. Kulikuwa pia na highway banditry, barabara ya kutoka Isiolo kwenda Marsabit. Kwa siku ya soko lazima watu wapigwe marisasi na wanyang'anywe pesa, na hiyo pia tulimaliza kuondoa hao bandits kwa barabara. Maana hakuna haja lami imejengwa, badala ya kurahisisha uchukuzi, na kwa pia kuna vikwazo vingine ambavyo ni vya utovu wa usalama, inapata watu pia wasafiri vizuri. Kwa hivyo mambo tulimaliza. Upande wa Narok, ile kazi ambayo tulifanya Narok, kwangu ile kazi kubwa ambayo nilifanya Narok, ile kuleta uhusiano mzuri kati ya jamii kule, especially kule Trans-Nzoa. Kulikuwa na jamii wa Kipsigis, jamii wa Masai. Ile jambo ambayo Kenya hawakuwa wanajua ni kwamba hizi jamii zilikuwa zimejihami. Fado kwa tunaenda pale ukisema kwamba wa Masai wako na bunduki na wa Kipsigis wako na bunduki, ilikuwa ni kitu ambayo ilikuwa ni strange. Lakini wakati tunaenda kunapata jamaa amepigwa risasi, mtu amepigwa risasi, jamii hii ingine watu wanasema labda ni wizi wa kawaida, lakini kufanya uchunguzi kidogo tukadiscover kwamba hawa jamaa walikuwa wamejihami kabisa, walikuwa wanatumia bunduki kuuana. Na mimi niliwapatia masaa 24 kuleta bunduki. Na after 24 hours walikuwa wameanza kuleta bunduki. Actually walikuwa na compete kusarenda bunduki. Na tukaondoa bunduki katika mikono za wananchi, hizo area za S8 kule Trans-Nzoa West, kule Murwa Dikir, tukaondoa bunduki. Na mpaka sasa tarehe 24 nilisema tuaje nitembea huko usiku. Ilikuwa huko watu wanafungua maduka mpaka almost asubuhi. Hauwezi sikia jambo lolote kule. That to me was the biggest achievement. Of course kuna mambo ambayo tulifanya kama ile ya mambo ya Mau Forest. Ilikuwa ni coordinate agents teams, kuondoa wale watu ambao walikuwa wameenda kukaa katika very sensitive areas za conservation, na wenyewe walikuwa wanaona link kati ya conservation na mambo masuala mengine kama kuwa na maji, kuwa na mvua, na pia mambo ya tourism kule Masai Mara ilikuwa imeathirika kuna maji. Watu walikuwa wanaona ile linkage, na tukaweza kuwatoa wale watu ambao walikuwa wamekaa pale, na ilikuwa jamii moja. Mimi nashangaa napata watu wasema kwamba ilikuwa ni jamii nyingi. Kulikuwa na jamii nyingi, haikuwa jamii moja. Karibu kabila zote zilikuwa zimeingia pale, maana walikuwa wameletwa na Wamasai na Ogiek. Wakaleta watu wengi pale, na wote tulitoa. Wale Wamasai walikuwa pale, wale Ogiek tulitoa pale, wale Wakikuyu walikuwa pale, Wamasai walikuwa pale. Nifaa kulikuwa na area ilikuwa inaitwa Nyamira ndogo kule ndani, tukatoa wote. Kwa hivyo haikuwa labda jamii moja ilikuwa imelengwa. Tunasikia watu wanatembea ukisema ukieneza uvumi, hapana. Wale jamii wote ambao walikuwa pale ndani walikuwa wanaharibu mazingira, na wote walitolewa. Kwa sasa ukienda pande hiyo, hata utalii umeinuka. Kule Bomet watu wanakunywa maji ambayo ni safi. Kule Tanzania pia kule Serengeti walikuwa wameanza kupiga kelele, maana tulikuwa tuna affect mahali maji yanatoka, hiyo kelele ilikwisha. Jambo la mwisho ambalo tumefanya Narok, kuna mengi, ilikuwa ni mambo ya FGM, early marriages. Watoto walikuwa wanadhulumiwa sana katika jina ya culture, bado ukiangalia vile sio culture, ilikuwa ni kunyanyaza tu na kudhulumu watoto. Na wakati niliwaambia machief watawajibika, kuna wale ambao labda walifikiri ni mzaa, lakini mwaka huo tulikuwa na 100% transition ya watoto ambao walikuwa class 8, wote walienda form 1. Hakuna msichana ambaye aliozwa, hakuna msichana ambaye alipachikwa mimba. Wote wali transit kuanzia primary
kwenda secondary. Natumai kwamba haya maneno yanaendelea kuwa improved. Of course wakati mwingine ukitoka mambo yanarudi chini, lakini wale wenzangu ambao walikuja Narok baada yangu pia walijaribu kushikilia namna hiyo, na mambo hata kama yarudi chini kidogo, tunaendelea kuhakikisha kwamba watoto wetu wadhulumiwi na mambo kule ni mazuri. Kwa sasa ile kazi ambayo tumefanya hapa, upande moja wa Rift Valley, the South Rift and part of the North Rift iko sawa kabisa. Kwa upande wa Trans-Nzoa, upande wa Singishu, upande wa Nandi, upande wa Kericho, upande wa Bomet, upande wa Narok, upande wa Kajiado. Hizo counties siko sawa kabisa. Hakuna malalamishi, hakuna utovu wa usalama, wananchi wanakaa vizuri. Na ningependa pia kushukuru ile timu ya Nakuru, pia kazi imefanyika nzuri sana. Unajua vile Nakuru ulikuwa na mizozo kila saa, jamii zinagongana, wanapigana. Kila saa ilikuwa ni clashes, kila December watu wanapigana, wanachomeana nyumba. Wakati tulisema kwamba watu wasipande mahindi, watu wakapiga kelele sana. There's a reason why tulisema namna hiyo. Some of these measures nakaa kama they look ridiculous kama wanakaa Nairobi, lakini kama uko hapo on the ground, wananchi wenyewe waliona waka appreciate. Lakini tukakubaliana kwamba hatutabani mambo ya kulima mahindi, lakini tutaweka break. Labda unalima mahindi 5 between you na ile shamba ambayo inafuata, unalima viazi ama unalima njugu ama unaweka chakula kingine ambacho kunakuwa na space. So hata kama kuna mkora anakimbizwa na polisi, lazima atatoa kwa hiyo mahindi ingie mahali ambapo open. Hiyo maneno ilikwisha. We don't have it. Na nashukuru timu zangu ambazo ziko on the ground, ile mikutano wameendelea kufanya kuleta uwiano. So hizo county zote za South Rift ambazo nimetaja ziko very very peaceful. Mahali ambapo tuko na challenges, na hii mambo yote tulikuwa tumemaliza, imeanza tu kurudi juzi, ni upande wa Samburu. Sio Samburu yote, ni Samburu kule upande wa Baragoi, ambao kumekuwa na challenges, vita za mara kama hizo ni vita za kikabila kabisa. Kuna mambo mengine hapo kati ya jamii wa Turkana na jamii wa Samburu. Tumejaribu kuwaleta chini, tangu ile mkutano tulifanya pula about 3 months ago kule Baragoi, ule uhasama umerudi chini, hayo maneno yachipuka tena. Kwa sasa ile challenge ambayo tuko pale ni kwamba kuna wafugaji ambao wamekuja pale, wengine kutoka kule Marsabit, kwa sababu kuna kiangazi kikubwa sana. Na wakati wananchi wanakuja sehemu moja, wakikutana pale mara nyingi wanakongana. Upande wa Baringo County for now iko quiet. Until last week tumeona pia wafugaji wameanza kuja hiyo sehemu ya Mchongoi, kwa sababu pia mambo ya kiangazi, utovu wa maji. So wamekuja pale, wameingia katika sehemu ya makazi ya jamii zingine, imeanza kuleta hali ambayo sio mzuri. Hakujakuwa na watu kupigana, lakini timu zetu on the ground zimeshikilia hiyo area vizuri, kusikuwa na watu kugongana. Mnajua mambo ya Kapedo. Kapedo ilikuwa ni mahali pabaya sana. Watu walikuwa wanakufa pale, wanauana kila siku, hata maofisa wetu wa usalama walikuwa wanauana pale. But Kapedo sai is a very quiet place, in fact almost like the best place we have in that area. Na tumesema kwamba hiyo hali pia isikuje tena karudi nyuma, yaende haribike tena. Hii strides ambazo tumefanya, tumekubaliana wao maofisa wangu kwamba tutaendelea kufanya namna hiyo, ili siku tuna make 5 steps ahead, alafu unagonga tena 3 nyuma, alafu inakuwa kwamba ni kama hakuna progress. Ile challenge ambayo tuko nayo katika hiyo sehemu ya Kerio Valley kwa mpaka ya Elgeyo Marakwet, hiyo ni Marakwet East, upande wa West Pokot Central na wapi bana, na Baringo, Tiati West. Hapo kwa mpaka hapo ndio kuna hali ambayo sio nzuri. And from our own assessment, hii maneno iko related to politics. Kuna watu ambao wanataka create narrative pale kwamba hawataki mwanamke labda achaguliwe. So na pale wanataka kuleta mambo ya vita ili onekane kwamba wakati watu wanapigana uweze kupeleka mwanamke kuongoza vita. Ni vitu ya upumbavu tu, vitu ya ujinga tu. Kwa sababu from 2017 kumekuwa na lot of peace mpaka the later part of last year, na ukiangalia vile vita vifanyika vile ilianza, watu wanaua mtu, hata hawaibi mifugo, wananyamaza, hawa revenge, au wanaenda wanagonga tena. They were provoking a situation. Now tumeweka maofisa wetu wa usalama pale, but mtu anataka aendelee kuweka hiyo kitu endelee kana mnayo mpaka wakati wa uchaguzi. Semekane kwamba sasa kama hao wanakuja kupiga sisi, how do we elect a woman? Tungependa wananchi wa sehemu hiyo wapuuze hizo narratives, because even a woman leader, hakuna MP ambaye anapigana vita huko. Ni kazi ya serikali. Unaweza kuwa mama ama kuwa mwanaume, kama mawazo yako sio mazuri, kama uko mawazo ni potovu, it doesn't matter. Your agenda doesn't matter. So nataka watu ambao wataleta sense on the table ili hiyo area ya Kerio Valley ikuwe pacified vizuri.
Of course initially mpaka wetu na mpaka wa West Pokot na Turkana, hiyo area ya Kainuk kulikuwa na issues. Kainuk kulikuwa na highway banditry, jamaa walikuwa na pigana pale, lakini ningependa kushukuru especially West Pokot, maana wakati tuliambiwa wa surrender bunduki voluntary surrender of firearms, West Pokot walikuwa mstari wa mbele, governor alikuwa mstari wa mbele. Unaona sehemu yote ya West Pokot na Turkana mambo ya vita haiendelei, ilinyamaza, watu wanakaa vizuri. In fact watu wa Pokot wengi kwa sasa wanafanya ukulima katika upande wa Trans-Nzoa. So leadership is very very critical kwa hii maneno. Upande wa Turkana, very expansive county, kubwa sana, internally iko mzuri. Era ya Lomelo kule Lokori kulikuwa na mambo, lakini iliisha yote. Turkana East iko quiet, hakuna maneno huko. Ile challenge tumekuwa nayo ambayo ni kidogo pia tumemanage ni ile uhusiano wetu na neighboring countries. Tunapata wakora kutoka South Sudan, watoposa, mara nyingi wanakuja wanaibia wa Turkana, pia wa Turkana wana cross over pale, but the response has been good. Wakati wamekuja kuiba, we intercept them, tunarecover mifugo. Wakati watoto wameenda kuiba pale, pia tunarecover hizo mifugo, tunawaitia wanakuja kuchukua. Pia pande hii kwa mpaka wa Turkana na Uganda kuna jamii ya Wajihe kutoka Uganda, mara nyingi pia wanakuja sehemu zetu, wanakuja kuleta hiyo mambo ya wizi kidogo, na pia Turkana pia kuna sehemu zingine pia wanavuka wanaenda pande hii, but been able to create those border committees kuhakikisha kwamba mipaka yetu inabaki shwari. Kwa hivyo mambo ya kitambo watu kuja ni big group wanakuja wanavamia Kenya ama wale wengine wanaenda cross, hiyo maneno yamekwisha. The only place ambayo bado tuko na challenge ni Laikipia. Laikipia 80% ya Laikipia is very peaceful. Hata actually wajui nini kwa kinafanyika pande hii ya Olmoran. They're not even aware. Ni a very small place. Just one sub county na ile Olmoran, ile Olmoran ambayo ni Kirima, which will create juicy. Ndio bado kuna challenge. Na pale challenge Laikipia imebaki ile na Laikipia Nature Conservancy ambayo wakora bado wanakuja wanajificha pale, and as I've been telling you guys, ku access hiyo mahali is very 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 difficult. Sehemu zingine hata magari haiwezi kupita, na ni watu ambao wamekaa pale, wameishi pale, wanaelewa hiyo dunia. Hata askari akienda pale, askari wako na disadvantage. That's why it's very sad to note kwamba tumepoteza maafisa wetu wa usalama wengi sana katika sehemu hiyo, na imekuwa ni kama just a free game. Ukienda pale kama polisi unaweza kuuawa. Watu hawana ile hata kusema labda wanaheshimu vyombo vya dola, na wanapata maafisa wetu wa usalama wanakuwa inhibited sana in terms of sharia regulations, even some of these international laws in our limit sana. So unaenda pale ambapo unapata the criminal ako na upper hand. But unless we sort out the issues of Laikipia Nature Conservancy, bado tutaendelea kuwa na shida hiyo area yote ya ambayo inapakana na hiyo Laikipia area ya Olmorani yote, Matweku yote, that area yote itaendelea kuwa na challenge. But uzuri serikali pia imekubali our proposal. We have employed a few NPRs katika hiyo sehemu ambayo wanasaidia kusupplement the efforts of our officers. Hizi challenges zote ambazo zinatusumbua hiyo area ya North Rift tumemanage ndio, but kama kila mtu angeplay their part, hii shida tungekuwa tumeimaliza kabisa. Kuna shida ya bunduki zimejaa huko. Mnakumbuka tulikuwa tumepanga kufanya disarmament, and I want to confirm kwamba we've never done any disarmament. Tumekuwa tunapanga mipango, tunaona operation orders all the 7 counties ambazo ziko affected, na tena makomanda hapa tunapanga, but somehow the timing has not been very good. Wakati mwingine inakosa mambo ya budget. It's a very expensive undertaking, so unapata pesa inakosekana. And then again the law inasema kwamba serikali isinyang'anye, isiponyoke, isinyang'anye wananchi, isifanye nini, isipokonye wananchi bunduki kwa nguvu. Sheria inasema kwamba 24 voluntary surrender. Kwa pili kwa tafadhali bunduki, mna pili tafadhali bunduki. Hata kuna month, the first month of September ambaye ni mwezi wa kuleta bunduki kwa hiari. It doesn't work. So unapata hata wale ambao hawakuwa na bunduki na wameona wewe amekaa na bunduki na hajapokonywa, pia wameanza kutafuta bunduki. Unapata zile chamuzi wako na bunduki, unapata watuge na wako na bunduki, unapata mara kulikuwa na bunduki na wameongeza sasa. And I think now is agreed in government kwamba going forward lazima itafanywa ile inaitwa forceful disarmament.
because as a country hatuwezi kuendelea namna hiyo. So ilikuwa na ile illicit firearms compound that problem, yani mambo ya banditry, ile mambo ya wizi tu, kwa sababu ile dunia nakaa namna hiyo, kuna barabara, kuna social amenities, unapata inakuwa very very conducive for criminals to hide there, and we agreed and made our proposals kwamba sehemu hizo zifunguliwe, barabara zijengwe huko, mashule jengwe, kuwekwe na hospitali, kukuwe na maji, ili tuondoe mambo ya that area is quite primitive, ikuwe opened up, watu waanze kuona mwanga, they catch up with the rest of the country, alafu mambo mengine ya utovu wa usalama kitaisha. Then lastly, of course, to make this situation all complicated, mambo ya siasa. Ifika wakati wa siasa, mpiga kura ndiye ndio kusema. Akiambia mheshimiwa leta risasi, mheshimiwa ataleta risasi. Akisema tunataka bunduki, mheshimiwa ataleta bunduki tu. We want leaders who can have the ile kuwa na nguvu na uwezo wa kumwambia mwananchi kwamba nataka kura yako ndio, lakini sitakuletea bunduki, sitakuletea risasi. Kwa hivyo mimi natoa uniform leo, sitaki kuvaa nguo tena, unless under very extraordinary circumstances in future, mimi sitavaa nguo tena na itoa. Kuanzia leo mimi sio RC wa Rift Valley tena, kutakuwa na mwenzangu ambaye atakuja the course of this week ama next week to hand over. Mimi nikitoka hapa nitaenda Nairobi nikijitayarisha, nipumzike nikijitayarisha kwenda kule Trans-Nzoa kuitikia mwito wananchi wa Trans-Nzoa kwamba ningependa wahudumie kama governor wa huko, mwito ambao nimeitikia. Hii experience yote ambayo nimepata kwa national government niende kuipeleka kule kwa county government, kusaidia kuweza kusaidia wakazi wale wa Trans-Nzoa. So wale ambao walikuwa nasema wanatembea atoa uniform, Natembea ametoa uniform na anakuja kimeumana. Asante sana. Ing'orita Ma TV amu enang ena.